Mambo usiyoyafahamu kuhusu Diamond kutokea Tandale hadi BET Awards. Siri ya mafanikio yake ilikuwaje? Unapozungumzia muziki wa Bongo Flava, basi jina moja linalokujia fasta kichwani ni Diamond Platinum. Yaani kama Bongo Flava ingekuwa ni kanisa, basi huu jamaa ndiye angekuwa mchungaji wake. Lakini wengi wanamjua leo kwa utajiri wake, skendo zake na kolabo kali alizowahi kuzifanya. Wachache wanajua alipotoka, lakini simulizi ya Chibu ni maumivu, ni jasho na machozi, na hatimaye ushindi wa kihistoria. Karibu kwenye mfululizo huu wa Bongo Star Media. Tunakuletea maisha ya mastaa mbalimbali, ukweli usiojulikana. Leo tunaanza na simba mwenyewe, Diamond Platinum. Diamond alizaliwa tarehe 2 Oktoba ya mwaka 1989 pale Tandale Magharibi, Dar es Salaam. Jina lake halisi anaitwa Nasibu Abdul Juma. Mama yake anaitwa Bisandra. Ndiye mlezi wa nguvu aliyembeba mgongoni hadi alipofikia hii leo. Maisha yao yalikuwa ni magumu kama vile nguo za zamani. Waliishi kwenye chumba kimoja cha kupanga. Hawakuwa na baba wa kumtegemea. Hapo mtaani, Nasibu alijulikana kwa jina la utotoni kama Chibu. Alikuwa ni kijana mpole, mnyenyekevu, lakini mwenye ndoto kubwa kuliko nyumba waliokuwa wanaishi. Kila alipokuwa akitembea, alihifadhi mistari ya nyimbo kichwani kwake. Alikuwa akitumia sufuria ya nyumbani kupiga beat na watoto wa mtaani kumsikiliza akiwa anaimba na kumshangilia, Simba, Simba, Simba we. Na Diamond akaamini kwamba siku moja itatoboa. Lakini maisha hayakuwa lele mama kwake. Ilifika wakati mama yake alianza kuuza vyombo vya nyumbani kama vile masufuria, pete za ndoa, ili mradi tu Chibu apate hela ya kwenda kurekodi studio katika studio ambayo ilikuwa mtaani kwao inayoitwa MJ Records. Lakini hata huko nyimbo zake za mwanzo kama Toka Mwanzo hazikupokelewa vizuri. Lakini Diamond hakukata tamaa. Alijua ndoto yake ni kubwa kuliko sauti za waliokuwa wanamcheka. Mwaka 2009 Diamond aliamua kuingia studio ya Bongo Records na kurekodi ngoma ya Kamwambie. Ilikuwa story ya mapenzi iliyokufa na watu wakarelate nayo. Hii ndiyo ilikuwa ngoma yake ya kwanza iliyompa attraction kubwa sana. Radio zikaanza kuicheza, TV zikaanza kumuulizia. Mtaa wa Tandale ukaanza kufurahi kuona mtoto wao anapanda juu. Baada ya hapo, Diamond alitoa hits nyingine kama vile Mbagala, Gongo la Mboto na Nitarejea. Sauti yake laini, miondoko ya kipekee na uwezo wa kuandika mashairi ya mapenzi vilivyowagusa watu wengi sana. Ikawa ni wazi kwamba star mpya alikuwa ameibuka na ameibukia Bongo Dar es Salaam. Lakini kilichombeba zaidi ni kazi. Diamond alikuwa anakaa studio masaa 18 kwa siku. Wakati wenzake wanakesha kwenye bar, yeye alikuwa anakesha kupika hits kalikali ambazo aliamini siku moja zitamsaidia. Baada ya kujijenga nchini, Diamond alianza kufikiria zaidi ya mipaka ya Tanzania. Aliweka mkakati wa kupenya Afrika Mashariki, alafu Afrika nzima. Alifanya kolabo na wasanii kama Davido wa Nigeria, Mr Flavor na P-Square. Nyimbo kama Number 1 na kidogo zikawa passport zake za kwenda kimataifa. Mwaka 2014 Diamond aliteuliwa kwa mara ya kwanza kwenye BET Awards na hakuamini macho yake. Alikuwa anatoka mtaa wa Tandale na sasa anatambulika Amerika nzima. Hiyo ndiyo ilikuwa ndoto ya kwake. Ndoto, yani dream become true. Na kweli ikawa kweli. Diamond alienda BET akiwa amevalia vazi la Kiafrika lenye nembo ya bendera ya Tanzania, wakati mastaa wa dunia wakimwangalia kama Africa Star. Simba alijua mission bado haijakamilika. Baadaye alitia saini mkataba na Universal Music Group, akazidi kupanua himaya yake. Sasa hivi Diamond si msanii tu, ni mfanyabiashara, ni CEO na strategist. Kampuni yake ya WCB Wasafi imemzalishia mastaa wengi kama vile Rayvanny, Harmonize, Zuchu na Lavalava.
Amejenga studio za kisasa, ana radio na TV yake ya Wasafi Media, ambapo ukitaka kujua alivyofanikiwa, angalia haya ndiyo ya muhimu. Ana nidhamu ya kazi, hakuna kulala mapema. Anajitambua, anafanya personal branding kama bidhaa ya soko. Anaheshimu timu yake na mara nyingi anasema wazi, bila producer wake Liza na meneja wake Salama SK asingeweza. Anafahamu market vizuri sana, anajua vizuri sana soko la muziki. Anajua kuwavuta mashabiki kupitia drama, fashion na mitandao ya kijamii. Diamond ni mjanja, anajua kuwa controversy sells, hivyo hata skendo zake huwa sehemu ya mkakati wake wa kujitangaza. Chibu Platinum ametoka mbali, kutoka kulala sakafuni mpaka kulala first class Emirates. Kutoka studio ya mtaani hadi kuwa jukwaa la BET ni mfano halisi wa kuwa huwezi kufika mbali bila kujitoa kweli. Kitu kimoja Diamond anapenda kurudia ni kama una ndoto usikate tamaa, pambana nayo hadi ikubali. Na sisi hapa Bongo Star Media tunakuletea simulizi kama hizi ili ujifunze, uburudike na uamini kwamba hata wewe unaweza na utakuwa ni bora zaidi kuliko vile ambavyo watu wanakuamini. Kama umeenjoy simulizi hii ya Diamond Platinum, gonga subscribe hapo chini na bonyeza kengele ya notification, maana wiki ijayo tutamchambua Harmonize tokea Mtwara hadi kuanzisha Konde Gang. Usikose, hii ni Bongo Star Media. Tupo kwa ajili yako. Je, unahitaji tumchambue msanii gani mwingine? Basi andika ujumbe mfupi hapo chini katika box la comment, niandikie jina la msanii, tutapita naye. Karibu sana, hii ni Bongo Star Media. Tunakupenda sana, siku njema iwe nawe. Bye bye.